Katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Tunaambiwa kwamba nasi tuna lile neno la unabii ambalo ni imara zaidi, ambalo tukiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, twafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwetu. Tunaambiwa kwamba tukijua neno hili ya kwamba hakuna unabii ndani ya maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Nitaanza kwanza kwa kujitambulisha, maana kama vile mwalimu aliyetangulia ameweka wazi ya kwamba gari ambayo haina number plate lazima iangaliwe na polisi, inaweza kuwa ni ya mwizi. Msomaji nisaidie, kitabu kinaitwa 1:8, kitabu ni cha Yona. Nisaidie Yona 1 aya yake ni ya 8, tuweze kujitambulisha sisi ni akina nani. Haswa sana ninayezungumza niweze kujitambulisha kwamba mimi ni nani, maana kuna uwezekano labda kuna watu wametuona kwa mara ya kwanza, lakini ujumbe ambao tumeleta ni ujumbe ambao tumekusudia kuleta, na Yesu anasema kwamba tuupeleke katika maeneo yote ulimwengu mzima. Nisaidie 1:8, kitabu ni cha Yona, Biblia. Ndipo wakawaambia, tafadhali tuambie wewe ambaye hao watu wa Jepi wanataka niwaambie, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako. Wanataka niwaambie nini? Kazi yako ni kazi gani? Mimi ni mhubiri wa Injili, mwinjilisti, ndiyo kazi yangu, ndiyo ninafanya saa hii. Swali la pili, nawe umetoka wapi? Mimi nimetoka sehemu za Nakuru, nyumbani ni Western. Swali la tatu, nchi yako ni nchi ipi? Mimi ni Mkenya, mimi ni mzaliwa wa Kenya, mimi ni Mkenya. Wanataka niwaambie. Alafu nawe mtu wa kabila gani? Mimi nimetoka maeneo ya Western, mimi ni Waingo. Wanataka niwaambie, nimekwisha kuambia. Nisaidie Isaya 58 aya yake ni ya 12. Biblia inasema kwamba wote ambao watakuwa wametumwa na Mungu lazima wajulikane ya kwamba ni akina nani. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao wanalitumia jina la Kristo kutaka kuwaharibu na kuwafanya mateka watu wa Mungu walio katika maeneo haya ya Jefi. Na ndio maana utuone hapa kwa muda ambao tutakuwa hapa. Unajua nao watu leo wako na akili ambazo kidogo zimechafuka. Kwa kiasi gani? Yaani wanapoona mikutano ya injili kama hii wanadhania kwamba kila mkutano ni mkutano ambayo baada ya kuhubiri, kunena mafundisho mawili, kusoma maandiko, utaona mtu anatembea na kitasa kwa maduka, kwa kazi za watu, akisema kwamba toa kwa sababu ya kazi ya Mungu. Sisi tumekuletea ujumbe wa Yesu Kristo bure, hatutakuitisha chochote. Kile tutakuitisha ni muda wako. Chukua kitabu, chukua kalamu na kile chini, inaitwa shule. Tunaleta habari za Kristo, uwe mwanafunzi katika Biblia, shule ya Kristo. Sasa utakapokuwa unaandika, ukiona ya kwamba yale ambayo tunazungumza ni kinyume na kile ambacho unaamini, uko na nafasi ya kuweza kukaribia pale uweze kuuliza swali. Au unasema kwamba hilo fundisho mumefundisha si kweli, unakuja unasema mimi niko na hoja ya kupinga kile ambacho mnafundisha, unapewa nafasi, unahubiri. Msomaji, soma andiko. Na watu wako watajenga mahali palipokuwa ukiwa. Sasa sisi ambao tumekuja hapa baada ya kujitambulisha, sisi ambao tumekuja hapa, ukiona picha kama hizi, wewe unajua umeenda kanisani miaka 40, miaka 20, unasema nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa miaka kama 10 unasema mimi nimekaa katika imani, unasema kwamba mimi ni Mkristo damu, unasema mimi ni Mkatoliki damu, mimi ni wa Redeemed damu, huyo ni pasta wangu, hiyo ni kanisa langu. Unasema kwamba sasa hapo mahali umefika, uko kanisani, na Yesu akikuja atakupata hapo na ataweza kukuokoa. Msomaji, soma andiko. Utainua misingi ya vizazi vingi. Utainua misingi ya vizazi vingi. Nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka. Na msomaji, upandishe sauti. Upandishe sauti ndio watu waweze kusikiliza kabisa, usiteremshe sauti. Haya, soma andiko. Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa. Barikiwa. Watu wako, watu wa Mungu, watapajenga mahali palipokuwa ukiwa. Utainua misingi ya vizazi vingi. Watu wa Mungu watainua misingi ya vizazi vingi. Nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka. Tunaitwa Waadventista wa Sabato, wana matengenezo. Tunatengeneza mahali ambapo pameharibiwa, maana mwalimu aliyetangulia ameweka wazi ya kwamba leo imani ziko nyingi. Wanasema kwamba leo ubatizo ni mwingi, makanisa yako mengi kuliko hata shida za watu, kuliko hata maduka ya kuuza mikate. Makanisa ni mingi, lakini shida ni nyingi kuliko makanisa. Leo
makanisa hapa Jefi, ukianza kuhesabu kanisa ni hili, lingine ni hilo, wote wanatumia Biblia moja, lakini hawaelewani. Ukipata mtu wa Redeem hawezi ingia Pefa akafanya ibada. Ukipata Mkatoliki hawezi ingia SDA. Ukipata MSDA hawezi enda kanisa inaitwa Deliverance akafanya ibada. Mtu anasema kila mtu na imani yake, yaani kila mtu na imani yake. Anasema kwamba mimi imani yangu ni imani ya wazazi, wengine wako na ubatizo wa uongo. Na ndio maana unaangalia hapa, unaona hizi picha ambazo zimechorwa hapa zina maana ndani ya Biblia. Yaani umeenda kanisa miaka 20, mchungaji wako hawezi akakufunulia, hawezi, na pia yeye hajui mambo kama haya. Akiona kwanza wewe unashtuka, unashindwa, haya hawa watu ni akina nani? Na hizi vitu wamechora ni vitu aina gani? Wanasema kwamba ni vitu za kutisha, wanasema kwamba hizo picha ni za kutisha watu. Maajabu. Msomaji, nisaidie kitabu kinaitwa 12 aya yake ni ya 10, ama nilikuwa nimekupa andiko? Nisaidie Amosi 3 aya yake ni ya 7. 3:7 kitabu ni cha Amosi. Tuingie moja kwa moja kwenye kipindi hiki cha unabii. Ina maana kwamba yeyote ambaye angependa kuzielewa siri za ufalme wa Mungu, lazima unapotazama picha hizi unakaribia uangalie, maana kanisani haujaambiwa kwamba, haujawahi fundishwa ya kwamba kuna vitu kama hizi ndani ya Biblia, na sio vitu za kutisha. Ni mifano Mungu ametumia ili kwamba watakao karibia kanisani waweze kusikiliza, waweze kusoma, watakuwa wamefunuliwa siri za ufalme wa mbinguni. Tupe maandiko. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mungu anasema kwamba hawezi akafanya neno lolote pasipo kuwafunulia manabii siri yake. Ina maana kwamba siri ya Mungu amewatumia manabii kuweza kufunua, lakini kwa njia gani? Nisaidie 12 aya yake ni ya 10, kitabu ni cha Hosea. Wewe ambaye unaangalia unajua kwamba picha hii, wengi wanajua kwamba hata ulipokuwa shule ulikuwa unaangalia picha kama hizi, ulikuwa unaangalia picha kama hii, unaambiwa kwamba Nebukadneza aliota ndoto ikiwa kisanamu kimesimamishwa, lakini haujui maana yake ni nini. Maana ilikuwa kama story, ukikariri story unapewa max, unaingizwa darasa lingine. Yani ndiyo akili ya shule, lakini akili ya Biblia tutakuonyesha na maanisha nini Mungu akiwatumia manabii. 12 aya yake ni ya 10, kitabu ni cha Hosea. Tena nimenena na hao manabii. Mungu amenena na akina manabii kama akina Danieli, kama akina Hosea. Mtumishi wa Mungu Hosea, mtumishi wa Mungu Danieli, wakiwa ni manabii, Mungu amewatumia kunena habari za ulimwengu katika kipindi cha mwisho. Anasemaje msomaji? 12:10. Na tazama, tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mfano. Mungu anasema kwamba ametumia akina Danieli kwa njia ya mifano. Mungu anasema ya kwamba ametumia manabii akitumia mifano, ili kwamba wote ambao watasoma hii mifano, wote ambao wataelewa hii mifano. 13:10 kitabu ni cha Mathayo msomaji. Mungu anasema kwamba amenena na hao manabii, tena ameongeza maono, na kwa utumishi wa manabii ametumia mifano. Ina maana haya ambayo unayaona hapa ni mambo ambayo Mungu ameweza kufunulia kanisa lake, ameweza kufunulia Wakristo ambao wanatazamia kuona uzima wa milele, wanatazamia kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, wanatamani waokolewe. Subiri kwa dakika moja ama dakika 2 uweze kujua kitu ambacho labda haujawahi kutana nacho ndani ya Biblia, ndani ya kanisa kule unaenda. Ngoja dakika 2 nikuonyeshe kwamba pasta bado atakukaribisha Jumapili, akuambie kwamba ukuje vile ulivyo, akuambie kwamba ukuje na sadaka. Ukija na sadaka ya shilingi 20, shilingi 50, anasema hata hiyo haitoshi maombi, rudi nayo kwako. Lakini sikiliza, tunakuambia bure, ndio wakati ambapo utakapoenda katika hiyo kanisa ujihukumu mwenyewe ya kwamba habari kama hizi hautazipata kanisani, kwa maana pasta ambaye anakuhubiria hana haja na roho yako, hana haja na hatima yako, ako na haja na kile ambacho uko nacho. Msomaji, tupe vitu. Wakaja wanafunzi wakamwambia, wakaja wanafunzi kwa Yesu Kristo wakamwambia nini? Kwa nini wasema nao kwa mifano? Mwenyezi Mungu amenena na manabii kwa njia ya mifano. Wakaja wanafunzi, watu wa Jefi, wakaja kwa Yesu Kristo ndani ya Biblia, wakauliza kwa nini Mungu unanena na watu wa Jefi kwa njia ya mifano? Alafu akajibu akawaambia, nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Unajua, wakati unaelewa hizi, Mungu anasema ya kwamba umejaliwa kuzijua siri
za ufalme wa mbinguni. Umejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Ina maana mifano hii ni siri za ufalme wa mbinguni. Ina maana kwamba wengine ambao hawatakuwa wameelewa mifano kama hizi hawajajaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, maana yake bado wapo gizani, wanahitaji Injili ili kwamba hilo neno likaweze kuwamulikia, liwaondoe gizani, ili kwamba liwaweke katika nuru, liwaweke katika kweli, liwaweke katika njia inayowapasa kutembea kwayo, ili kwamba Kristo anaporudi awakute wakiwa katika sehemu ambayo ni ya imani. 2 aya yake ni ya 13. Nisaidie, kitabu kinaitwa Wakorintho wa pili 13 aya yake ni ya 5. Ndio maana leo utakutana na Mkristo hapa Jefi, unamuuliza ya kwamba wewe umetoka kanisani? Ndio. Umetoka kanisani? Ndio. Imani, unajua imani ni nini? Anasema si bora mimi ninaendaga kanisa. Mimi kwanza niko na pasta wangu, na tena kanisa langu ni kanisa kubwa. Hata tumemaliza kujenga juzi, tumefanya roofing, hata tumeshapaka rangi, tumeweka tiles, iko na paki. Hiyo ni church yetu na huyo ni pasta wetu. Unamuuliza mtu anasema hivyo. Maajabu. Soma andiko, msomaji. Jijaribuni wenyewe. Biblia inasema ya kwamba jijaribuni wenyewe, watu wa Jefi, kwamba mmekuwa katika imani. Hapana, jijaribuni kwamba mmekuwa katika kanisa. Katika imani. Hapana, ya kwamba tumekuwa katika kanisa hata imeshajengwa juzi. Katika imani. Jijaribuni wenyewe, watu wa Jefi, ya kwamba mmekuwa katika imani. Ina maana kwamba unapaswa uangalie, je, uko katika imani ama umetoka katika imani? Maana kuna uwezekano unabeba Biblia kwa makwapa au kwa kapoti kadogo, unaenda kanisani siku ya Jumapili, kila Jumapili unaenda kanisani umebeba Biblia, umedunga suti na viatu vimeangalia mapua. Wewe ni mama, umefunga kitambaa na rinda mzuri na viatu zile za kuinua, unatembea ni kama unatembea kwa moto Ukiingia kanisani umesuka mpaka nywele, umejipamba vizuri vile unaona ni vizuri, unaingia kanisani. Kuna uwezekano, nisaidie, Timotheo wa kwanza 4 aya yake ni ya kwanza. Kuna uwezekano unaingia kanisa ukidhani ya kwamba uko katika imani, lakini umejiondoa katika imani, ni mwili unapeleka kanisani bure. 4:1, kitabu cha Timotheo wa kwanza. Piga vitu. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba, Roho anawaambia watu wa Jefi waziwazi, jua alijazama bado, anasema waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho, hizi siku ambazo tunaishi ni siku za mwisho. Wewe ngoja kwanza nisaidie waraka wa kwanza Yohana 2 aya yake ni ya 18. Maana mtu atauliza, itangia nizaliwe nilikuwa ninaambiwa kwamba dunia inafika mwisho, Yesu anarudi. Sasa nimekuwa mtu mzima, dunia haijafika mwisho. Umejidanganya, umejidanganya. 2:18 waraka wa kwanza wa Yohana. Maana tunaambiwa katika nyakati za mwisho wengine watakuwa wanaenda kanisani, lakini wamejitenga na imani, hawaelewi mambo yaliyo hapa. Wewe angalia kwa makini. Unaona hizi picha ambazo ziko hapa? Nataka nitembee na wewe moja kwa moja kwa maandiko, alafu nikuonyeshe hizi siri. Hizi zinaitwa siri za ufalme wa mbinguni. Nikudhibitishie ndani ya maandiko uone ya kwamba pasta wako hawezi akakuhubiria hizi vitu. Kwa nini? Nitakuonyesha baadaye kutoka ndani ya Biblia. Kwanza soma andiko, msomaji. Watoto ni wakati wa mwisho. Tunaambiwa tayari watoto, watu wa Jefi, tayari tumefika wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia ya kwamba mpinga Kristo yuaja. Mumesikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Hata sasa wapinga Kristo ni wengi. Wamefanyaje? Wamekwisha kuwapo. Tunaambiwa kwamba kama vile mlivyosikia ya kwamba mpinga Kristo yuaja. Wapinga Kristo leo wako makanisani, wamekuja tayari, wamekuja. Maana tayari tuko katika kipindi cha mwisho. Yesu akawauliza wanafunzi wake, nisaidie 24 aya yake ni ya kwanza, anzia aya yake ya 3, kitabu ni cha Mathayo. Wanafunzi wa Yesu Kristo, Yesu alipokuwa ameenda katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wa Yesu Kristo, yani Wakristo walioko maeneo ya Jefi, wanapaswa kufanyaje? Soma andiko, msomaji. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, Yesu alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakisema tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Wanamuuliza Yesu Kristo, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Haya ni maswali mangapi? Mawili. Haya ni maswali matatu. Wanamuuliza Yesu Kristo ya kwamba tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu alijibu akasema aje? Yesu akawaambia, angalieni watu wa Jefi,
Hoja wewe. Tunaambiwa kwamba wanafunzi wanamuuliza Yesu Kristo, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Naye ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akageuka akawajibu wanafunzi wake akasemaje? Angalieni watu wa Jefi, mtu asiwadanganye. Ina maana kwamba nyakati za mwisho kutakuwa na madanganyo mengi. Angalieni mtu asifanyaje? Asiwadanganye. Angalieni mtu asifanyaje? Asiwadanganye. Enda aya yake ni ya 14 na aya yake ni ya 15. Kitabu ni cha Mathayo 24. Ina maana kwamba wote ambao Mungu anasema ya kwamba mwisho, wakati wa mwisho, dalili za mwisho, kutakuwa na uongo mwingi, haswa sana katika masuala ya imani. Wengi watakuwa wanaenda makanisani lakini watakuwa wamedanganyika. Wengine watadanganywa wakiwa makanisani, wengine wakidai ya kwamba wao ndiyo kanisa la Mungu, ndiyo watu wa Mungu, ndiyo watu ambao Mungu amependa na anakuja kuwaokoa. Watakuwa wameondoka kanisani. Soma andiko msamaji, aya ya 14. Tena habari njema ya ufalme kuhubiriwa. Maana tunaishi katika nyakati za uovu, nyakati za mwisho. Tunaambiwa kutakuwa na madanganyo mengi. Sasa tunaambiwa hivi, habari njema zitahubiriwa katika ulimwenguni mwote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Changamka msomaji. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Ina maana kwamba Yesu Kristo hatarejea bado ikiwa habari njema za ufalme hautazisikia wewe mtu wa Jefi. Hawezi akarejea kabla habari hizi njema za ufalme hazijahubiriwa katika ulimwengu wote, iwe ni ushuhuda kwa mataifa yote. Ina maana kwamba habari hizi ukiona tumezileta katika mji huu, katika eneo hili la Jefi, maanake kwamba tunaandaa watu kwa marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Endelea na andiko. Inazidi kusema basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Yesu anasema kwamba watu wa Jefi mtakapoliona chukizo la uharibifu, lile lililonenwa na nabii Danieli. Lile lililonenwa na nani? Nabii Danieli. Lile lililonenwa na nani? Nabii Danieli. Limesimama katika patakatifu. Asomaye na afahamu. Ina maana ya kwamba wote ambao watakubali kurejea kusoma kitabu cha Danieli ambacho Mungu amemtumia Danieli kunena, lakini akitumia njia ya mifano, atakuwa ameelewa siri za ufalme wa mbinguni. Sasa tunaambiwa hivi ya kwamba ndipo Yesu Kristo aweze kurudi, habari njema za ufalme zitahubiriwa kwa ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, na hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Sasa Yesu anatutuma katika kitabu cha Danieli, maana ametumia mifano kueleza habari njema za ufalme wa mbinguni. Msomaji, nisaidie kitabu kinaitwa Danieli 2, anzia aya yake ni ya kwanza. 2 aya yake ni ya kwanza, kitabu ni cha Danieli. Hata katika mwaka wa pili wa 1-2. Haya, asante. 2:1, kitabu ni cha Danieli. Piga vitu. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza. Haya. Moja usikie. Tazama kwa makini. Tunaanza kukuonyesha hizi picha moja kwa moja ndani ya Biblia. Tutakuonyesha na maana yake. Leo tunafanya kitu inaitwa introduction. Tunakuonyesha kwa nini unaangalia vitu kama hizi. Ndio wakati mwingine utakapoangalia picha kama hizi usiende ukisema unajua msomaji, tulikuwa maeneo fulani tukiwa tumeweka chati kama hii. Alafu tukiwa tumeweka hapo ilikuwa ni town. Tukaona watu na masuti wanapita. Wamama wengine wamevaa marinda, wamefunga vichwa na vitambaa, wanapita. Wanaanza kusema hawa watu ni wamechora mashetani. Hawa watu ni yani pasta wao hajawahi wapundulia mambo kama haya. Sasa katika makanisa kuna kitu inaitwa uongo unaopendwa katika madhehebu. Wengi wamekamata uongo ili muradi wakati ambapo ukweli unakuja, watu wanaona kana kwamba umekuja kuwatusi. Watu wanaona kana kwamba umeleta mambo mageni ndani ya macho yao. Soma andiko msomaji. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza. Sasa angalia nikupeleke sasa moja kwa moja. Unajua tulipokuwa vijana tulikuwa tuna watch movies zinaitwa DJ Afro tulipokuwa vijana wadogo. Sasa wakati ambapo tumeenda tumekaa, yani unasikia umepelekwa sijui nchi gani na shilingi 10. Yani umekaa ati una watch, unaona unapelekwa sijui wapi na shilingi 10 na DJ Afro anakupeleka na ako hapa Kikuyu anakupeleka sijui nchi gani. Alafu sasa unashindwa kuelewa kwamba vitu kama hizi ndani ya Biblia zimetumika kwa mifano. Sasa mahali ulipo, naomba uchukue position vizuri, ukae uangalie, utizame na usikilize kwa makini.
tutembee pamoja na wewe ndani ya maandiko. Endelea na andiko, msomaje. Nebukadneza aliota ndoto, twende, na roho yake ikafadhaika, alafu usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza sasa ndoto zake. Subiri msomaji, unajua kuna mahali tutafika, alafu nikuulize swali. Nikuulize hivi, unajua Nebukadneza alipoota ndoto roho yake ikafadhaika, alafu hatua ambayo Nebukadneza alichukua akaenda kuwaita waganga na wasihiri. Alienda kuwaita waganga wamsaidie kutafsiri ndoto. Vile vile Wakristo leo wanakimbilia waganga ambao wametoka msituni, wameingia makanisani. Leo nitakupatia mtihani, uende upime mganga mwingine mmoja. Anaweza kuwa labda ni mchungaji wako, anaweza kuwa labda ni mchungaji wako. Sasa Nebukadneza alipoota ndoto roho yake ikafadhaika, akaamua badala ya kukimbilia Mungu akaamua kwenda Jefi kutafuta waganga walio makanisani. Endelea usikie. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nini? Nimeota ndoto. Mfalme, ona, fanya hivi. Ukitaka kujaribu ujue kama mchungaji wako anahesabika miongoni mwa waganga na hao watu wengine wa kienyeji, sikiliza kwa makini na kupatia exam. Enda jaribu, sikiliza. Endelea msomaji. Nimeota ndoto. Nebukadneza akasema, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika, hata nisijue tafsiri yake. Hata nisijue tafsiri yake. Endelea. Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme, nini? Kwa lugha ya Kiaramu, mfalme, uishi milele. Twende, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tukuonyeshe tafsiri yake. Ati wanataka uwaambie waganga, wanataka mfalme awaambie ile ndoto, ndio wamwambie tafsiri yake. Vile vile makanisani leo unaposema kwamba nimeota ndoto, na hata enda jaribu, ambia pasta, mimi usiku nimesumbuka sana na nimeota ndoto, kwa maana yeye huwa anajua kwamba anajua kutafsiri ndoto. Sasa anakubashiria yale ambayo yalifanyika kwako. Mwambie hivi, niliota ndoto lakini nimesahau na hata nisijue tafsiri yake. Sikia vile yalisema. Endelea usikie. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka, ati hata ile ndoto nimeisahau, imeniondoka. Alafu usiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, kama hautanijulisha pasta ndoto ile na tafsiri yake, mtakatwa vipande, ndio, na nyumba zenyu zitafanywa jaa. Endelea. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, ndio, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Changamka. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili wakasema, nini? Mfalme, na tuambie sisi watumishi wake ile ndoto, na tumuonyeshe tafsiri yake. Hiyo vitu. Mfalme akajibu akasema, najua hakika mnataka kupata nafasi, kwa sababu umeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka. Soma. Lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu iwapasayo, maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu. Ndio. Hata zamani itakapobadilika. Endelea. Itakapobadilika, basi niambieni ile ndoto, soma, nami nitajua ya kuwa mnaweza kuonyesha tafsiri yake. Yaani wakati ambapo watamwambia, maana wanadai ya kwamba wanabashiri na wanaona maisha yako, watakutabiria maisha mazuri, wataangalia hata yale yalifanyika kwako, wakuambie. Sasa Nebukadneza akawajaribu waganga. Leo hao waganga tutawajua leo, maana hao waganga pia na wao wanafanya ibada. Hawafanyi ibada wakiwa wamejificha, wanafanya ibada peupe, na watu wa Jefi wameamua kuingia katika ibada za waganga. Nitakuonyesha leo. Biblia 31 hapo 2:31. Biblia 2:31 inasema, changamka usikie. Mfalme, tunafanya kitu inaitwa introduction. Uelewe wakati ambapo tutaanza kuingia kiundani. Ukiangalia picha hizi ujue kwamba kuna ujumbe ambao labda haujakuwa umeusikia, lakini baada ya kuusikia utaelewa ya kwamba hakika kuna mambo ambayo katika ulimwengu wa leo hayajafunuliwa katika sehemu nyingi za ibada, na inakupasa kupiga hatua mara moja ili kwamba uweze kuungana na kikundi ambacho
kinaelewa mambo kama haya, kikundi ambacho kinaelewa siri za ufalme wa mbinguni. Maana Yesu anasema wamejaliwa wale ambao wataelewa hizi siri, hii mifano, maana wamejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. 31 piga vitu inasema, wewe mfalme, uliona na tazama, sanamu kubwa, sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako. Sawa. Haya, moja mingi. Asante, tunashukuru Mungu kwa yote. Kabla hatujapiga hatua, wacha pia tuweze kupata ombi, ikiwa ni mapenzi ya Mungu hali ya anga kunyesha katika maeneo haya. Mvua ni mibaraka za Mwenyezi Mungu, hatuwezi kuzuia, lakini pia ikimpendeza kwamba aweze kushikilia manyunyu, ili kwamba ujumbe huu watu wa Jefi wazidi kusikiliza. Ni mwaminifu, mapenzi yake yatendeke. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu tupendaye, jina lako litukuzwe. Asante kwa kuwa umetuleta katika eneo hili Bwana, sio kwa kujitukuza, bali kuweza kuleta ujumbe ambao unawafaa watoto wako walio katika maeneo haya ya Jefi, ili kwamba ujumbe huu ukaweze kuwaunganisha pamoja, kutengeneza kundi ambalo Mfalme utakaporejea unakuja kuliokoa. Saidia Mfalme, ikikupendeza ushikilie anga, tutashukuru. Ikikupendeza pia ukaweze kushusha manyunyu, ni mibaraka, nasi pia tutaweza kushukuru. Zaidi ya mno, mapenzi yako yaweze kutendeka, neema yako itutoshe. Katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Anaambiwa Danieli ya kwamba akaonyeshwa Nebukadneza mfalme kisanamu kikubwa kimesimamishwa, na akaanza kuambiwa na sanamu hiyo ilikuwa imechorwa au inaonekanaje. 2:31 kitabu cha Danieli. Piga vitu. 2:31 kitabu ni cha Danieli. Msomaji. 2:31 Danieli. Inasema nini? Inazidi kusema, wewe mfalme, uliona na tazama, nini? Sanamu kubwa sana, sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana, isimama mbele yako, na umbo lake ilikuwa lenye kutisha, na sanamu hii kichwa chake kilikuwa